Welcome to Reality with Jobizo. Na leo nataka tubonge kuhusu hii story ambayo inaendelea kwa society yenye unaona watu wanatembea bila nguo. Watu wameamua, between men and women, wameamua siku hizi ni kutembea bila nguo. Kitambo unajua ilikuwa ukiona mtu hajavaa vile inafaa, alikuwa anachukuliwa kuwa na tabia fulani. Sasa siku hizi imekuwa ni kawaida kwa kila mtu. Na most of these people ambao wanatembea bila nguo, sijui kwa maoni yako wewe, unaweza kuwa uko na idea ni wapi wanatoa hizi idea. But for me, nimefanya research yangu na nimeona where wanatoa hizi idea kwa nini watu wanatembea uchi. So topic ya leo is all about the spirit behind nakedness between women and men in the society. Hiyo ndio topic yetu, na before tuendelee na hii topic, ningependa kwanza utazame hii video kidogo ambao naenda kuiweka hapa. Uiangalie tu kwa dakika moja ama sekunde 50 hivi, alafu tuendelee ili tuweze kuelewa what is behind all this. Ni nini inaendelea kwa society. Welcome. And again, sweetheart! Tyler, all the way back! Tyler, look up, look up, look up! So, kwa hiyo video ambao nimeweka ukaitazama, wewe kwa maoni yako najua umepata mtazamo wako, umepata your thoughts kuhusu hiyo video ambao nimepost. Hiyo video ni ya mwanadada kutokea South Africa ambao ni mwanamuziki. Yeye amesainiwa kwa label fulani ambao iko USA, inajita Rock Nation. Na hii nini company mwenye ana own hii company anaitwa Jay-Z. Wengi mnamjua Jay-Z wakiwa na mke wake Beyonce, au ndio wana own hii company. So huu mwanadada kutoka South Africa anaitwa Tyler. Yeye ndio amesainiwa kwenye hii label ya huu jamaa. Sasa ukiangalia story ya huu mwanadada before asainiwe kwenye hii label, alikuwa is a decent girl. Alikuwa ni mwanadada tu mrembo, ana mambo mingi, alikuwa tu na talent yake, anaimba vizuri. Lakini aliposainiwa kwenye ile label, ndio tunaona sasa haya matokeo. Kwa hiyo video unaona hii ni 2026 katika Billboard Music, ilikuwa imeletwa, I think ni music about women in the music kwa Billboard ya 2026. Na pale katika red carpet, hivyo ndivyo mwanadada aliamua kuvaa. Na kila mtu anaweza kuwa anashangaa, kuna wale mafans wake wanapenda hivyo. Yaani unajua kuna mafans wenye wanamfuatilia katika mitandaoni, wadogo kwa wakubwa, na ni globally. It's not even international, globally. Ni kumaanisha Afrika mzima wanamjua, na Europe, Asia, wote wanamjua huyu mwanadada. Lakini tangu aingie katika ile label, hayo ndio matokeo unayaona. Na naamini sio hii tu, hata kwa music zake, vile anaimba, lyrics, vile anavaa, utakuwa unaelewa ni nini ambacho nakizungumzia. Sijamwekelea mahali, mimi na post ile video ambayo yeye mwenyewe ameiweka pale mitandaoni. Na ile Billboard company ambao ni platform ya inawasaidia charts za wasanii kukua top pale first, maybe unapata msanii wa kwanza amewekwa pale katika ile top chart. So hii company kwa website yao na kwa picha yao wao wameposti, na yeye pia kwa picha yake ameposti. Hiyo ndio kitu niliona ina trend globally 2026. So ukiangalia udem anatembea ana nguo, kwa sababu Kenya amevaa katika hiyo video sio nguo. Wewe ukimwangalia ako uchi wa mnyama, kwa sababu hapo hatuwezi sema amejifunika. Hakuna kitu amejifunika, kwa sababu kila kitu inaonekana. Maybe kwako wewe ambao
ni fan wake, maybe unaweza kuwa hii video sidhani kama ni yako wewe, kwa sababu najua kuna feelings utaleta. Utaanza kusema sijui. Hapana, hii ni kwa watu ambayo ni Wakristo, watu ambayo si Wakristo. Yani hii video ni ya watu wote, na hapa ndio tunafaa tujiulize, kama hawa ma celebrity wanavaa hivi na zile labels ambazo zimewasign kusema, wewe unajua kabisa hizi labels zote hazimtumiki Mungu, kwa sababu ule mwanadada sinza ingie katika ile label alibadilika, na ukiangalia vizuri ni kama soul yake haiko kwa huo mwili. Huo mwili unatumiwa tu, it's just a vessel inatumika. Yeye ni kama soul yake haiko, kwa sababu a human being with common sense na anajitambua hawezi kutembea uchi, hawezi kuvaa hivyo vile mwanadada amevaa. Sasa mimi sitaki kumuongelea yeye sana. Sasa nataka kuongelea kwa hii society yetu, wanadada wetu, wanaume wetu, kwa nini wanatembea uchi? Kwa sababu wanatembea uchi, unapata yani ukitembea kwa mitaa watu wako nusu uchi, watu wanatembea bila nguo, watu wanaiga nani? Sasa kama wewe influencer wako na celebrity wako na mtu ambaye anakumenta ni msichana kama huyu ambao tumemuona katika hii video, itakufanya nini wewe usikose kutembea hivyo? Itafanya nini watoto wako, wasichana wako wasikose kutembea hivyo? So hii spirit ambayo inafanya watu wanatembea bila nguo, hizi spirit zinatoka kutoka kwa wasanii, watu ambao ni maarufu, awe ni influencer, awe ni comedian, awe ni musicians, watu wote ambao wako katika hii industry, wengine ni actors. As long as they do this, wao unajua wanafanya kwa sababu wamesaini mikataba. Lakini wewe ambao ni fan, ujui ni nini inaendelea behind maisha ya watu. Hao watu wameenda wamesaini mikataba, wako na contracts ambazo wameambiwa vile wanafaa kuvaa, kwa sababu wameuza soul zao kwa shetani. Sasa wewe kama fan unafikiria eti juu msanii anatembea hivyo, anavaa hivyo, na wewe unaanza kukopi. Kama wewe ni msichana unaanza kukopi, unaanza kuvaa hivyo vile hawa ma celebrity wanavaa. Lakini ujui kwamba hawa wako na agenda, kwa sababu wametumwa. Na hii spirit ambao wako nayo inajiita ama inaitwa the sexual immorality spirits, the spirit of wickedness, spirit of homosexuality, spirit of gayism, spirit of lesbianism, ndio imewekwa ndani ya watu. Ndio maana wanaambiwa wewe ukienda pale kwa stage, when you wear that kind of dress, the agenda is not to entertain. The agenda is to capture souls. Na souls ni gani? Ni hizi ambazo ni nyinyi ambao ni mafans. Hata nyimbo za wasanii zenye wanaimba, ukisikiliza lyrics, wachana na mdundo wa beat, achana na hizo instruments zenye unazisikia kwa hiyo music, enda utazame na kusikiliza kila ambacho anaimba, kila ambacho ameandika na kinatoka pale, utashangaa. Yani wengi wanatupia watu spells, na ndio hizi zimecapture young people kwa society. Siku hizi unapata watoto wadogo wamevarishwa uchi, unapata wazazi ambao ni mtu ameolewa, ako na mume, anatembea nusu uchi, anatembea kitofu iko nje, anatembea kifua iko nusu nje, na ako na mume wake. Hadi unashangaa, kwani ulioa nani? Ulioa mtu ambaye anaenda kujiexpose kwa wanaume wengine. Kwa sababu wakati wewe unaenda unapost mtandaoni ama unatembea uchi, it means yani huku nje vile watu wanakuona ama vile wanaume wanakuona kama product, na product ambayo iko mitandaoni inafanya nini? Inauzwa. Kwa sababu uwezi sema unatembea hivyo ama unavaa hivyo kupendeza kivyako, na maybe umeolewa ama hujaolewa. Hiyo yote haiwezi kukuwa ni excuse kwako wewe kusema kwamba mimi navaa hivi kwa sababu najipenda ama this is me. No, kuna spirit ambayo iko behind wewe. Kuna spirit ambayo ni ya wickedness, sexual immorality, ndio iko ndani yako na wewe haujui. So unajikuta unavaa hivyo, unatembea uchi, lakini ujui kwa nini unavaa hivyo. Watu wengi ukiwauliza hawana excuse ya
kuambia kwamba kwa nini wanatembea hivyo, kwa nini wanatembea bila nguo. Wengi wanafuatilia hawa ma celebrities, wengi wanafuatilia wasanii, wengi wanafuatilia actors. Hawa actors vile wanavaa nao wanaanza kukopi, kwa sababu wale actors ni spirit ambao wanatupa huku nje kwa mafans. So ile spirit ikikushika, unaanza kujikuta hata wewe unatembea bila nguo. Angalia wanaume wa siku hizi. Wanaume wanaenda gym, wanainua gym, lakini unapata akitoka gym atatembea huku nje bila shati, ama amevaa vest nini, amevaa nguo zimembana. So yeye anafikiria is just normal. Kwa sababu gani? Ameenda gym, na sio vibaya mtu kwenda gym, lakini wakati una expose ule mwili ambao umeutoa pale kwa gym, kuna watu ambao wako huku nje ambao ni wasichana wadogo, wanaanza kukutamani, wanaanza kutamani kulala na wewe. Sasa unaanza kuwa uko attracted kwa wrong reasons. Wewe ulienda gym tu kawaida, ukaenda ukafanya mazoezi yako, lakini vile tu ulivaa ukatoka na vile muscles zako zinaonekana, watu wanaanza kutamani, wasichana wadogo wanaanza kukutamani. Na ndio unaona cases mop zenye tunaziona hapa nje za gym instructor wengi, ama watu wenye wanaenda gym wanakutwa kwa wanawake za watu, wanakutwa kwa marriages za watu, wanaenda kubreak marriages. Kwa sababu gani? Ile spirit kazi yake ni kudestroy, ainanga kazi ingine. Wewe unaweza kuwa uko normal, you just innocent, but you don't know the spirit behind ya kukufanya wewe uvaa hivyo vile unavaa. Siku hizi wasichana vile wanavaa hivyo, popote anatembea kwa njia wanaume wanamtamani, popote anatembea, akipanda gari, popote anakaa wanaume wanazidi kumtamani. Kwa sababu gani? Yeye ajui, lakini ile spirit kazi yake ni ku attract more men to sleep with the girl. So utajikuta msichana hata kama ulali na watu physically, spiritually umelala na wanaume more than 1,000, umelala na wanaume more than 20k. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wewe vile unavaa. Kwa hiyo wewe unaweza fikiria tu ni kawaida, unajibamba. Wewe unaweza fikiria tu is just normal for me to look beautiful, to dress the way I want, but the spirit behind your dressing ndio inakusababishia wewe sometimes unajikuta umeingia kwa relationships alafu haziwork through. Unapata wanaume tu wanakuonja wakikutema, wanakuonja wakikutema, kwa sababu ile spirit kazi yake si kusustain relationship. Kazi yake ni kumake sure imespread all over, because the more you sleep with men, the more spiritual husbands watakuwa ndani ya maisha yako forever, hata uende wapi, unless you repent, you renounce. Uende urepent, urenounce, na umake sure umerenounce all those men wenye ulilala na wao, wenye unakumbuka na wenye ukumbuki. Una make sure those spirits ambazo zinakuandama za wale watu ambao ulilala na wao ziweze kuwa zinakuachilia. Kwa sababu wengi wenu utajikuta ndoa yako inakataa kusonga, relationship yenyu huko imekataa. Wewe unaenda unapatana na mwanaume leo, unapatana na mwanamke kesho, lakini unashangaa mbona kwa kila mwanamke unayepatana na yeye amkai, mahusiano yenu hayaendi. Kwa sababu kuna spirit iko behind what you are doing in your life. Unapata vile unavaa, kuna spirit inakufanya uvae hivyo. Vile unaongea, kila kitu unafanya. Na mtu yote ambaye ako na spiritual husbands, mtu yote ambaye ako na spiritual wives, ni vigumu yeye kustay kwa ndoa ama kwa relationship, unless huyo mtu aliokoka akarepent na akaamua kufuata Christ. So Christ ndiye atakuwa anakusaidia wewe kusustain ndoa yako, relationship yako peke yako na nguvu zako. Uwezi. Angalia the influencers, the actors, the musicians, the comedians, wanakuinfluence wewe ambayo uko kwa ndoa, mtu ambaye wamejuana na mwenzake for 2 years, wamekumenta wewe, umekuwa yani sasa ukiangalia unaona this is the best. Alafu wakiachana hivi karibuni unaanza kukua broken. Unaanza kushangaa kwani ndoa ziko aje, unaanza kuogopa, unasema utaingia kwa ndoa. Lakini mbona ufuate mtu ambaye amekaa kwa ndoa for 2 years wakati your parents walikaa forever mpaka wewe penye huko umepatikana na bado wanaendelea kuishi? Mbona your parents wazikue ndio your big inspiration?
kukufanya wewe uingie kwa ndoa. Mbona ufuate watu online? Mbona ufuate watu ambao wako pale just to entertain you? Ndio maana unaona unatembea una nguo. Wewe unavaa nguo ambazo zinakubana na unasema unajibamba, lakini huko nje umelala na wanaume more than 1,000. Umelala na wanaume more than 2,000. No wonder where you go, your relationships has never been doing well. But unashangaa, why me? Because uko na spirit ya wickedness, uko na spirit ya gayism ndani yako, uko na spirit ya sexual immorality ndani yako, uko na spirit ya lesbianism ndani yako, na zile spirit huwa siruhusu mtu kukua kwa mahusiano. Asiruhusu hata kabisa. Zinaingia tu kidogo alafu zinakugombanisha, mnaachana na mtu wako kwa sababu already spiritually umeolewa, spiritually uko kwa relationship. So ukiwa spiritually uko kwa relationship, hauwezi kuwa physically unaweza kaa na mtu. Zile spirit kazi yao ni kudistract, kazi yao ni kuharibu, ni kumake sure umelala na wanaume wengi, ni kumake sure umelala na mademu wengi, ndio maisha yako iharibike. Kwa sababu the more you sleep with ladies, with men, the more your destiny inakuwa shut down. Yani angalia wale watu wengi ambao wako kwa mahusiano, financially hawako poa. Unapata wanafanya kazi poa, wanatengeneza pesa, lakini they never understand pesa zao zinaenda wapi. Na najua wewe ambao unanifuatilia ama unanitazama uko pale nje, unajua what I'm talking about. Unajua chenye unapitia kwa life yako. Endo uangalie ni vitu gani, angalia maisha yako ambao unaishi. Ni nini ambao unafanya? Utajikuta kuna mistakes mop zenye unafanya zinasababisha wewe kukosa kuendelea. Zinasababisha wewe kuishi hayo maisha unaishi. Kwa sababu siku hizi unashangaa mbona watu wanatembea uchi. Unashangaa mbona watu hawavai vile inafaa. Unashangaa na hawa watu unashangaa kama wako na wazazi ama hawana wazazi. Kwa sababu wewe wakati unatembea uchi unajivalisha hivyo alafu unapiga picha unaposti mitandaoni ukiwa uchi, kumbuka mzazi wako anakuangalia, kumbuka mtoto wako anakuangalia, kumbuka ndugu yako anakuangalia. Na kumbuka hao wanaume wote ambao umelala na wao spiritually, kwa vile wewe umekuwa ukivaa, itakugharimu. Maisha yako haitaikuwa sawa. Angalia your so called influencers wengi ambao wanaingia kwa mahusiano wakai. Waimbaji hao ambao wanawaimbia nyimbo za mapenzi, wenyewe wakai kwa ndoa. Mtu ako na baby mamas, mtu ako na baby dad. Unashangaa sasa wewe, huyo mtu ndiye anakuinfluence wewe, eti sasa wewe pia ukue kwa ndoa ama ukue kwa relationship. Itakuwa vigumu kwa sababu wale wanatupa spells kwenu nyinyi. They are casting spells on you. Na nyinyi mnafikiria is just entertainment. No, kwa Hollywood hakunanga kitu kama entertainment. Kule ni biashara, na ni biashara ya harvest so many souls. Na nyinyi mnafikiria wale watu kwamba wameingia pale kuentertain. Wale wametumwa kwa sababu wengi wameuza soul zao. They are dedicating themselves to the devil. Na wewe unafikiria hapa amekuja kukuentertain. Hamna. Enda anza kufuatilia vizuri, utanielewa. Enda anza kufuatilia vizuri kwa nini wasichana wanatembea uchi, kwa nini wanaume wanatembea uchi, kwa nini wanaume siku hizi wanajibamba sana mpaka kwa DM zake wale watu ambao wanamdm ni wanaume wenzake wanamkatia. Alafu sasa yeye anaanza kukasirika eti mbona wanaume wananidm wananitaka. Angalia maisha yako, angalia mienendo na tabia zako. Hizo ndio zinasababisha watu wanakufuatilia. Kwa sababu gani? Uko na spirit ambayo ina attract. Kama ni spirit ya masturbation, ina attract watu ambao wanataka kulala na wewe. Ina attract zile videos za ngono, ina attract zile videos za pornography. Ndio shinde pale. Kwa sababu gani? Inakuharibia life. Leo hii unapata mtu ako kwa ndoa alafu anaenda kuambia mwenzake to download pornography ndio tujifundishe styles zile ambazo tunaona ziko pale, ili na sisi tuweze kufanya katika ndoa yetu. Ndoa yako iwezi enda. Wacha nikuambie tu kweli, mahusiano yako hayawezi enda mahali, kwa sababu whatever you see zinapostiwa online, zile ni spirit ambazo mnatupiwa. Hauwezi enda kuanza kupractice what you see kwa social media. Haita work. The only thing naweza kuambia na nikimalizia, you need to repent. You need to seek Jesus Christ. Yeye tu ndiye anaweza kudeliver kutoka kwa hizi situation zote unapitia.
kwa haya matatizo yote unapitia, na unafaa ukae ukijua kwamba wewe ambao unasema kwamba ndoa haiwezi work, kuna watu ambao wako kwa ndoa na wanafurahia. Wewe ambao unasema life yako itabaki kuwa hivyo, hapana. Angalia, kuna watu wanaishi maisha mazuri, kuna watu wanaishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Sasa wewe, jukumu lako wewe, acha kuishi maisha unayoyaona mitandaoni. Acha kuanza kuangalia vitu ambazo hazikusaidii kwa maisha. Enda anza kurenounce. Ongea na Mungu wako, ambia Mungu, enyewe nimejaribu, nimeshindwa. Sasa wewe nitetee, niokoe, nitoe katika utumwa ambao mimi napitia. Watu wengi wako kwa utumwa. Watu wengi waliingia kwa utumwa bila kujua, kwa sababu nowadays digital, tunaita digital slavery. Wachana na ile ya kitambo watu walikuwa wanapigwa physically. Saa hii watu wanapigwa digitally. Unapata watu wanapigwa kupitia hii technology ambayo tunaona. Ndio unaona society ya sasa inaharibika. That's why you find what is happening around the society is crushing us, because sisi tumeamua ku stay under the system, na hii system kazi yake ni kutucrush. Hatuwezi saidika tukikuwa tunafuata what we see on social media. Watu, yani wewe umeolewa, unakuaje wewe sasa unaenda unavaa nguo ambazo unajua kabisa hizo nguo hazipendezi na wewe unavaa? Haiwezekani. Wewe ni msichana mdogo, maybe uko shule unasoma, alafu unatembea ukiwa uchi. Ulitoa wapi hizo tabia? Hizo tabia umezitoa kwa sababu kuna spirit ambayo inakufuata, na kuna spirit ambayo inataka kukuharibia maisha. Angalia cases ambazo zina trend zenye young people wanakufa, wanauawa. Mtu alienda kwa bash alafu anauawa. Mtu alienda kutembelea boyfriend alafu anauawa. Kwa sababu nowadays wale watu ambao wamejiunga na shetani wametuma watoe kafara, na unajikuta wewe ndio mmoja wao wenye watakuwa ni kafara. So be very very careful. Wacha kutembea uchi, acha kuvaa nguo ambazo hata wewe unajua kabisa kwenu hata babako ama mamako hawezi kufurahia akikuona vile unakaa. Kama wewe ni kijana, kama wewe ni msichana, make sure you are decent. Inakuwa inaanzia ndani alafu inakuja nje. Acha hizi tabia na stori za watu kusema eti yeye Mungu anaangalia moyo. Hiyo moyo wako yenye wewe unasema Mungu anaangalia, yeye anajua. Lakini sisi wanadamu ambao tunaishi na wewe tunaangalia nje yako, na nje yako inaelezea ndani yako ni nini ambacho kiko ndani ya moyo wako. Ukitembea uchi, hata moyo wako unakuwa uchi. Sisi ambao ni wanadamu tukikuangalia tunaona wewe uko uchi kutoka nje mpaka ndani, kwa sababu reflection yako ya moyo tunaiona huku nje kwa matendo yako, kwa mavazi yako, kwa maongezi yako. So usianze kusema eti kwamba Mungu anaangalia moyo. Hapana. Hapa hakuna story na Mungu anaangalia moyo. Siku moja utashangaa. Wewe unatembeanga ukiwa uchi, lakini unajua umelala na wanaume wangapi? Wengi. Ndio maana sasa kwa ndoa yako isongi. Ndio maana kwa relationship yenye huko haiendi. Yaani wewe unaonjwa tu kama njugu. Unaonjwa tu ukiachwa. Be very very careful. Asante.